Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watazamaji wote, asubuhi ya leo ningependa kuchukua fursa hii niwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema mara nyingine Bwana ametengeneza ili tupatane katika neno lake. Kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi na maisha yangu. Leo ina asubuhi ningependa tusome agano kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tutapata neno katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 1 hadi 3. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake 2 madogo 1 hadi 3. Maandiko inasema ya kwamba, kisha tukageuka nyuma na kusafiri kuelekea jangwani kwa njia inayoelekea bahari ya Shamu, kama Bwana alivyonielekeza. Kwa muda mrefu tulitembea kuzunguka vilima katika nchi ya Shieri. Kisha Bwana akaniambia, umetembea kuzunguka hii nchi ya vilima kwa muda wa kutosha. Sasa geuka kaskazini, wape watu maagizo hayo. Mko karibu kupita katikati ya nchi ya ndugu zako ambayo ni wazao wa Esau, ambayo wanaishi Shairi. Wataogopa, lakini mwe waangalifu, msiwachokoze kwa vita, kwa maana sitawapa ninyi sehemu yoyote ya nchi yao, hata sehemu ya kutosha kuweka wayo wenu juu yake. Nimempa Esau nchi ya vilima ya Shairi kama yake mwenyewe. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hakuna mwingine Bwana kama wewe, walingenishi na chochote. Asante Mungu wetu, asubuhi ya leo na kabidhi kila mmoja wetu Bwana mkononi mwako. Wajua kila mmoja ambaye Bwana amepata fursa kutazama runinga hii. Baba, nyosha mkono na waguze. Ufungulie Bwana mawazo na mioyo. Wacha Bwana wakapate kusikia neno lako, kwa sababu nimeomba na takuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Mara nyingine wapendwa, jinsi niliwaambia awali, naitwa Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Asubuhi njema Bwana amefanya tukaweza kupatikana mara nyingine siku ya leo, ili tusikie neno la Bwana ambaye ametuweka mara hapa. Najua katika dakika hii kunaye wale wako na shughuli mbalimbali. Wengine wanajitayarisha kuenda kanisani, wengine wanataka kuenda katika kazi. Kunaye wale wanajitayarisha kuenda nyumbani, wale wako mjini kwa sababu tuko katika harakati ya Krismasi, mwezi wa Disemba. Wengi wanajitayarisha kwenda nyumbani, wengine tayari washafika nyumbani, wako kwa likizo. Ni vyema Mungu amenileta ili tunene nawe pamoja nawe. Nimesoma kwa agano katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 2 madogo 1 hadi 3. Ni jambo lililotendekea wana Israeli wakiwa pale jangwani.
maandiko yanasema ya kwamba wana Israeli waliteseka sana wakiwa jangwani, waliposhika njia ya kuelekea bahari ya Shamu. Ni mahali waliokuwa wametoka, ni mahali pa kutembea siku kama 4 ama 3, lakini walipotoka waliweza kutembea jangwani kwa muda mrefu ya mwaka 44, na ilikuwa mahali pasipo mbali na mahali walikuwa wanaelekea. Mungu akainuka na akawatendea wakati walikuwa pale jangwani. Biblia inasema walishika njia wakitembea, na wakati walikuwa wanatembea, jinsi tunaijua na kwamba yule anayetembea jangwani kuna mambo mengi. Jangwani kuna changamoto, jangwani kuna yale hauwezi kuwa unatarajia, kwa sababu jangwani kuna wanyama porini. Utakutana na mambo ya jangwani. Ndipo maandiko inasema na inatuelezea kwamba kisha tukageuka nyuma na kusafiri kuelekea jangwani kwa njia inayoelekea bahari ya Shamu. Pale walipokuwa wakitembea, najua kuna wengine, kwa sababu muda pia ikakuwa refu, wengine walikata tamaa, wengine walichoka sana, wengine hata walianza kulalamika kwa sababu safari ikakuwa ndefu. Walikuwa wakafikiria na kwamba pengine ilikuwa mahali ambapo tungefika kwa muda wa siku 2. Pale kulikuwa na njaa, pale kulikuwa na uchovu, pale kulikuwa na mawazo, pale kulikuwa na changamoto mingi. Lakini wakati walikuwa wanatembea, wengine walikuwa wanahimiza wenzao, wanasema twendeni tu kwa sababu Mungu wetu ako nasi. Na Biblia inatuambia ya kwamba wakati walikuwa wanatembea, walikuwa wanazunguka tu, hawakukuwa wanapiga hatua, wakazunguka mara nyingi. Na Mungu akainuka wakati walikuwa wanaenda, na mahali walikuwa wameanzia nayo ndipo walikuwa wanarudia. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa wanatembea, wakajipata ya kwamba wanazunguka tu nchi ya vilimani. Ndipo Mungu akainuka na akanena nao, akawaambia ya kwamba mmezunguka nchi ya vilima kwa muda wa kutosha, mmezunguka nchi ya vilima kwa muda mrefu sana, mmezunguka nchi kwa muda mrefu. Nimekuja nikuambie ndugu yangu ama dada yangu, kwamba katika njia ya maisha, pengine mwaka huu tulipokuwa tumeanza mwaka huu kuanzia Januari, wewe maisha yako imekuwa ikizunguka tu. Hata kutafuta kazi kwako umekuwa unazunguka tu, unakaa kama wana Israeli ambao walikuwa wanazunguka nchi ya milima, wakazunguka na hakuna mapato walikuwa wanaona, hakuna hata chochote faida walikuwa wanapata katika maishani mwao. Wakati walikuja wakagundua ya kwamba tunazunguka tu milima, hakuna chochote tunapata ya kufaa. Ndio maana nimekuja, Mungu amenituma ili nikuje ninene nawe, dada yangu, ndugu yangu ambaye ananitazama asubuhi ya leo. Nimekuja nikuambie, pengine maisha yako imekuwa kama wana Israeli, pengine hata ndoa yako mama imekuwa kama wana Israeli ambao walikuwa wanazunguka kwa milima. Umezunguka kila ndoa unayoingia, kwa kila ndoa inazunguka tu, hakuna mapato mazuri, hakuna uzao. Pengine shetani adui alikuja akakushika na magonjwa, uwezi ukaona mtoto, uwezi ukakuwa na imani, uwezi ukapata imani katika ndoa. Hiyo ni kuzunguka milima. Ndipo Mungu akainuka akawaeleza ya kwamba mmezunguka hii milima kwa muda wa kutosha. Hata wewe nimekuja nikutabirie ya kwamba kwa kuzunguka kwako kwa maisha leo inaweza ikakoma
kama utakaliamini lile neno tunaliabiri na asubuhi, unaweza inuka na useme ya kwamba shetani ameniteza sana. Pengine umezungukwa na magonjwa, pengine umezungukwa na mateso, pengine umezungukwa na madharau, pengine umezungukwa kwa watu wanakudunisha, hata marafiki wamekukimbilia, wamekuacha, umebaki peke yako, umebaki upweke, hakuna yule anakusaidia. Na wakati pengine ulikuwa unafanya kazi, ulikuwa na marafiki wengi, wakati kazi uliachishwa kazi, watu wakakuja wakakutoroka, wewe maisha yako imezunguka. Pengine wewe mahali unanitazama umezunguka sana kwa njia ya pombe, umekunywa pombe mpaka pombe ikafanya ukafukuzwa kazi. Hiyo ni kuzungushwa kwa maisha. Leo nimekuja nikutabirie ya kwamba kama utakaliamini, Mungu anaweza kuinukia, Mungu anaweza kutendea jambo, Mungu anaweza kuiguza, Mungu anaweza kugusha maisha yako. Kama wewe utaamini ya kwamba yote yanawezekana, kama utaamini ya kwamba Mungu anaweza, kama utaamini ya kwamba kuanzia leo maisha ya kuzunguka inakoma katika maisha yako. Maisha ya magonjwa, umezungukwa sana tangu Januari, tuko katika mwezi wa Disemba, watu wanakuwa tayari tunataka kuvuka kwa mwaka mpya, mwaka ya 2023. Na wewe jinsi ulianza Januari ndipo uko mpaka sasa. Wewe unaweza keti chini na utazame na ujinene, useme mimi nimeteseka kwa muda, mimi nimegonjeka sana. Hata ukifanya kazi, pesa yako inaenda katika hospitalini. Hakuna yule alizaliwa ili ateseke. Mungu aliyetuumba, Biblia inasema ya kwamba alituumba kwa mfano wake mwenyewe. Hata wewe mbali huko unaweza jiuliza, ni nini ilikuwa kombo na maisha yangu? Pengine wewe ni msichana ambaye ni mrembo sana, umejaribu ndoa, ukipata ndoa inaharibika, ukipata ndoa mnaanza mgogoro, na kitu kidogo sana inakosanisa kwa ndoa na unatoroka. Hiyo ni kuzunguka kwa ndoa, hiyo ni kuzunguka kwa maisha, hiyo ni kuzunguka. Wale wana Israeli walizunguka sana milimani, nchi ya milimani wakazunguka miaka 40, lakini walikuwa katika mateso. Lakini walipogundua ya kwamba wanazunguka tu mahali pamoja, wewe pia unaweza gundua na useme maisha yangu haisongi. Unasema ndoa yangu haisongi, unasema kazi yangu haisongi, hakuna kizuri naipata. Leo hii kama utaamini, nimekuja na habari njema ili nikutangazie ya kwamba Mungu wetu anaweza, Mungu wetu anatenda miujiza. Hata kama umepambazwa akili, hata kama mtu alikuroga, hata kama ulichukuliwa nyota, mahali popote uendapo hakuna mazuri unaiona. Wewe ni yule wa kulia, umelia sana kwa muda, hata wale walikuwa wanakusaidia wote wamekukimbia, umewachwa hivyo. Pengine ni wewe ndio mtu wa kwanza kwenu, na wote wanaokufuata wanakudharau kwa sababu hauna hela, hauna chochote, hauna mali. Wamekudharau mama, pengine kwa sababu wewe ni tasa. Shetani ameziba tumbo yako uweze ukazaa. Nimekuja na habari njema ya kwamba Mungu anayekuumba kwa mfano wake haja nena. Maadui wamenena mabaya kwako, wamenena mabaya sana ya kwamba wewe hautaweza. Kunaye wengine, tunaelekea katika Krismasi, utakuta wengine wanaenda kwa waganga ili wamalize boma lenu, wengine wanaenda kwa waganga ili wapate mali, wengine wataenda kwa waganga ili wapewe risi kuanzia mwaka mpya. Wewe kimbilia Yesu, wewe kuja kwa Yesu ili akupe hekima, akupe nguvu tena. Pengine umepitia changamoto mpaka ukachoka, umechoka moyo, umechoka kwa akili, umechoka hata kimwili. Nimekuja nikuambie, kimbilia Yesu, atakupa nguvu. Kimbilia Yesu, yeye ndiye anaweza yote. Nasipowezekana kwa binadamu,
yanawezekana kwake Jehova. Hakuna lililo gumu ambayo inaweza kumshinda. Biblia inasema ya kwamba Wanaisraeli waliteseka. Pengine wewe pia umeteseka. Umeona yale yote hata ungetarajia ya kwamba utaona. Umepita madharau, umepita chuki, umepita yale machungu. Lakini leo Mungu amekuja, anakuita, anakunenea. Wewe ndio anakuongelesha. Hata kama unaona hawezekani kwa sababu umetumia pesa ikaisha, hata ukiwa na kesi pale kotini kwa sababu yule alikuuzia ardhi akarudi tena kwa njia lingine ili akudunishe, kwa sababu wewe ulienda ukaishi katikati yao. Sasa wanakudharau, wanaona wewe sio ya huko. Pengine hata kama wewe ni mtoto ambaye ulikujiwa na Mungu, bado anaweza kutendea wema. Watu wamekutenga, hauna mahali pa kujenga. Mungu yuko, anaweza kushika mkono, anaweza kutendea wema, anaweza kusamea. Hata kama ulijiingiza kwa dhambi mpaka ukaona ya kwamba mimi ya dhambi zangu Mungu hawezi akanisamea, Biblia inasema njooni nyinyi nyote mlio sumbukiwa na mzigo nzito, mlio mbebesho na mzigo nzito, ili niwapumzishe. Mungu yuko, yeye ndio ushindi wetu, yeye ndio ngao, yeye ndiye anatupigania, yeye ndio anafanya miujiza kwa maisha yetu. Hakuna chochote iliyo ngumu juu yake. Asante Shimba kabla wa Yuda. Njoo tu kwake Yesu, anaweza. Anakuita dada, njoo. Hata kama umezunguka ukifanya kazi hata kwa baa, unaona yale mambo unafanya haifanani na maisha yako. Pengine wewe umesoma na una kazi, umezunguka sana kutafuta kazi. Mahali popote uendapo unaambiwa kuna kazi, na hata wale uliwashinda na masomo wanakuja wanapata kazi, wanakudharau. Hata wale uliwasaidia wanakuja wanakudharau, wanasema wewe uwezi. Kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo, kama utaamini neno ambaye tunahubiri siku ya leo, Mungu atakutendea wema. Mungu atakutoa mavumbini tena. Mungu atakupanguza chozi, kwa sababu umelia mama, umelia sana kwa muda mrefu, umelia kwa muda mrefu, umechoka kwa maisha. Pengine unaona unataka kujinyonga, unataka kujirusha kwa barabara ili gari wewe akugonge, unataka hata kujinyonga, kushika kamba ujinyonge. Kabla hujajinyonga, Mungu amekuja na neno. Mungu amekuja na uwezo. Mungu amekuja na njia nyingine. Mungu amekuja na kuita, anasema dada njoo, anasema mama njoo. Hata kama ulizaa watoto wengi na hakuna hata mmoja anakusaidia, jinsi wanateseka mjini, ndipo wewe unateseka kule nyumbani kwa sababu ya roho ya ufukara. Kunaye wale wameteseka, wanateseka kwa sababu kuna wengine wamekanyaga chini, wakasema watafaulu, wamesema watafanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo, nimekuja kuharibu kila nira, kila ngoma. Kwa jina la Yesu Kristo, ina mamlaka juu ya maisha yako. Nimekuja nikutabirie ya kwamba Mungu bado anakupenda, na mwaka mpya tunayoingia, Mungu lazima akutende wema. Katika mwaka mpya tunayotarajia, lazima Mungu akushike mkono katika nchi hii. Mungu lazima akuinukie. Hakuna yale gumu inayoweza kushinda Mungu wetu. Ni jambo gani unaona ni gumu? Ni jambo gani umejaribu na ikashindikana? Hata kama wewe ni mgonjwa, umejaribu katika hospitalini, pesa ndiyo inaenda na ugonjwa inazidi. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 53, ukisoma madogo 4 hadi 5, ya kwamba Yesu alichapwa na kupitia viboko aliyopokea, sisi tumekwisha pona. Hata wewe
muamini Mungu. Pengine ni ugonjwa ambaye haijulikani ni nini. Unaenda kwa hospitali, unapimwa na ugonjwa haipatikani, na mwili inaenda tu. Kuanzia leo, kama utaamini Mungu ana uwezo, yeye ndiye alileta Yesu. Yesu akaenda msalabani. Siku hiyo alitangaza kwa sauti kuu ya kwamba yote imeisha. Hata kwa maisha yako, kuteswa kwako imeisha. Hata katika maisha yako, kuzunguka kwako imeisha. Hata katika ndoa yako, kuzunguka kwa ndoa imeisha. Hata katika kazi. Kuna wale unapata kwa mwaka moja ameoleka mara 3 ama mara 4, na hakuna jambo inafanya anafukuzwa. Anashtukia tu amefukuzwa. Jambo kidogo tu wanakosana na wanaanza kurushana maneno. Baada ya siku sio nyingi anafukuzwa, anaenda. Ye maisha yake inazunguka tu. Wakati nanena, mahali popote unanisikia, una watoto wengi na baba tofauti. Maisha kama hayo ni kuzunguka mpaka umekata tamaa. Dada, umesema mimi sitaoleka tena, sitapata ndoa kwa sababu ya maisha ya uchungu nimepitia. Hiyo sio sauti ya Mungu. Hiyo sio sauti ya Mungu. Maadui ndio wanaweza nena mabaya kwako. Biblia inasema kwa kitabu cha Yeremia 29 madogo 11 ya kwamba mimi Mungu ndio nayajua yale mipango nimewapangia. Ni mipango mema, ni mipango ya kufanikiwa, sio ya mateso. Yule aliyeenda mbali ili uteseke, leo tunasema hautateseka tena, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa uwezo. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Mungu wetu bado anatenda jinsi alikuwa anatenda wakati wa agano. Mungu hajabadilika. Watu wanabadilika, marafiki wanabadilika, wazazi wanaweza kufa, watoto wanaweza kufa, marafiki wanaweza kukataa. Hata wale waliokuwa wanakupenda sana, wale ulikuwa wanaoambia siri ya moyo wako, wanaweza enda watangaze siri yako kwa wengine. Na Mungu anayekujua, anayejua kila mienendo yako, anayejua mateso yako, anayejua siri ya chozi ni Mungu. Na yeye ndiye anakutendea wema. Yeye ndiye anakujua. Yeye ndiye wauweza. Yeye ndiye wa ushindi. Ni Mungu. Mrudie Mungu. Kama wewe uko hapo na hujaokoka, pengine uliokoka na ukabackslide, mahali huko unataka kumrudia Mungu, kunaye nafasi nyingine. Mungu wetu na upendo anasema, njooni ninyi nyote mnaosumkao, mimi Mungu nitawapumzisha. Hata kama dhambi zenu zinakaa nyekundu kama damu, mimi Mungu nitaziosha ziwe nyeupe kama theluji. Ni jambo lipi unaona ni gumu? Ni wapi unaona haiwezekani? Kwa hekima yako, kwa nguvu zako umeanguka, kwa mafikra zako umeshindwa. Njoo kwake Mungu, hata kushindania. Njoo kwake Mungu. Hata kama maadui wamenena wakisema ya kwamba wewe hautamaliza mwaka huu, kunaye wale shetani amewapanga na akawatega, akasema hawatamaliza mwaka huu, hawatavuka mwaka mpya. Nimekuja nikutangazie kwa jina la Yesu Kristo, lazima utafika mwaka mpya, utaona mwaka mpya.
kwa uweza wake mwenyewe. Mungu aliyetuumba. Ni nini unaona ni gumu? Hata kama mtoto umetafuta, watu wamekudanganya, hata wale ulikuwa unajua ni watu wa Mungu walikuja wakakudanganya. Mungu yuko, muamini. Mungu yuko. Kuwa na imani dakika hili. Nataka niombe na yule moja ama wawili, wale wamezunguka kwa muda. Kuanzia Januari maisha yake imezunguka. Kuanzia Januari kwa kazi amezunguka. Kuanzia Januari kwa ndoa anazunguka. Kuanzia Januari hata kulipa karo amezunguka. Kuanzia Januari hadi Disemba hata kulipa kodi ni ngumu. Kuweka chakula kwa meza ni shida. Kukula kwake ni shida. Kufundisha watoto ni shida. Hata kujenga ni shida. Aliahidi, pengine wewe ni baba, uliahidi mama ya kwamba utapeleka mahali. Muda inaenda na una hela. Ukipata pesa, matanga inatokea. Wewe pesa zako zote inaenda kwa matanga ama inaenda katika hospitalini. Leo tunaharibu kila mnira, kila aina ya magonjwa, kila aina ya mateso kwa jina la Yesu Kristo. Tunasema Mungu wetu ni wa uwezo. Muamini Mungu tuweze kuomba pamoja nawe. Hakuna lio ngumu kushinda Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwanzilishi wa imani yetu. Bwana, nimekabidhi huyu dada, huyu ndugu, huyu mzee, Baba, katika mkono wako wa kuume. Bwana, umnyoshee mkono, umweze Bwana ukamguza. Hata huyu mfanyabiashara amezunguka katika nchi ya ufukara kwa njia mrefu sana, kwa muda mrefu sana. Huyu amezunguka kwa magonjwa, amezunguka kwa mahospitali kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi Baba uweze ukamtendea jinsi Wanaisraeli walizunguka katika nchi ya vilima. Huyu pia Bwana maisha yake amezunguka kimaisha, amezunguka Bwana, ana chochote ya kuguza, ana chochote Bwana wa kufurahia. Lakini leo Bwana badilisha maisha yake. Wewe ndio ulinena na Wanaisraeli ukawaambia, geukeni mkaangalia kaskazini. Leo Bwana, wacha wageuke wakielekea kaskazini. Wacha wageuke kimaisha. Wacha wageuke Bwana kimapato. Wacha wageuke hata kikazi Bwana wakielekea kaskazini. Nimeomba Bwana kama mtumishi wako, tenda wema. Wale waliokuwa wagonjwa Bwana umewaponya. Wale wamekuwa wakiteseka kimaisha Bwana umewatendea. Asante hata kwa huyu mjane. Asante Bwana hata kwa huyu mama ambaye ameteseka kwa muda, umemtendea wema. Asante. Yote nimeomba na hata kuamini kwa jina safi la Yesu Kristo. Amen. Mimi ambaye nilikuwa na nena, naitwa Mchungaji Ayub Ouko. Nafanya kazi ya huduma hapa Nairobi. Kanisa letu iko pale Kibra, ukiwa mji wa Nairobi na ungependa ukuje tushiriki ama tuombe pamoja nawe, pandia gari pale Kencom Town ama Railways namba 8. Kencom ni namba 32, Sitiopa ama KBS itakuleta mpaka Kibra Karanja. Hapo ukishuka hapo unipigie. Ukiangalia hapo chini utaweza kuona nambari zangu mbili, ya Safaricom na ya Airtel. Kama uko mbali unipigie katika hizo nambari, nitaomba pamoja nawe. Nimeshuhudia yale Mungu anatenda kupita ulimi wangu. Mungu bado utenda miujiza. Ukiwa mbali unipigie, tutaomba na wewe na Mungu atakutendea. Mwaka ujao hautateseka tena. Mwaka ujao hautazunguka tena kwa jina la Yesu Kristo. Namba yangu kwa wale wanaandika ni 0727 385424. 0727 385424. Namba yangu ringine ya Airtel ni 0734 434
156 0734 434 156. Unipigie, na wakaribisha nyote katika kanisa Kibra. Ukishuka hapo Karanja unipigie, utachukuliwa. Tuko hapo karibu na Raila Education Center. Hapo tunaona Mungu akitenda miujiza, tunaona Mungu akiponya watu, tunaona Mungu akinua wale walikuwa wamedunishwa. Mungu awabariki. Tupatane tena on Saturday saa 2:30 mpaka saa 3. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you